Yeremia akatumwa kwa nyumba ya familia ya Rekabu. Alipoenda huko akawaambia hayo familia ya Rekabu ya kwamba waende kwenye hekalu ya Mungu, waende kwenye chumba kimoja kilicho karibu na madhabahu, kisha akifika huko awapatie kila mtu glasi ya wine. Walipofika pale wote akawaita kukusanya pamoja ndio kila mtu apate glasi ya wine. Basi wakamwambia iko hivi, sikiliza nabii wa Mungu, hiyo kiherehere yako utawacha. Hiyo maneno unatuambia sisi hapa, sisi guka yetu. Guka, unajua guka ni nani? Ambia tusiwahi kunywa wine kwa sababu aliwekea kila mtu kikombe cha wine. Kisha wakamwambia guka alisema tusiwahi kukunywa pombe. Namba 1, tusiwahi lima mizabibu. Namba 2, tusiwahi kuwa na mashamba. Namba 3, tusiwahi jenga nyumba permanent. Namba 4, tuishi kwenye hema katika hii nchi ya ugenini ndio tupate amani yetu. Hallelujah. Is that a blessing? That's a curse. Hiyo ni laana aliwaachia waendelee kuishi kwenye tent. Wanasema na wanafurahia, waliambiwa wasiwahi lima, wasiwahi kufanya jambo lolote, hata pesa wasitafute, kwa sababu baba guka amekasirika. Guka alikasirishwa na nini? Wakati mizabibu ilivunwa, hiyo kila familia ilikuwa inavuna mizabibu, na ndio mizabibu yako ijulikane kama ni mizuri, walipika pombe ya muratina ya huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kupika pombe ya muratina ya huko unazima uonje. Haleluya. So kutesti kama ni nzuri. Sasa wale hawakuwa tu unaonja, lakini walikuwa nakula kabisa mpaka wanasikia mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka ikafika wao wenyewe kwa wenyewe, makaka na madada wakaanza kufanya mapenzi pamoja. Hiyo ndio ilimkasirisha guka, na ikafanya guka kasirike sana, na akasema ndio kitendo hii isirudiwe tena. Hapa hakutapikwa pombe hiyo ya wine. Na kuzuia pombe ya wine isipikwe ni kuzuia wasilime mizabibu, na ndio wasiitishe pesa, kwa sababu mizabibu iliuzwa ndio wapate pesa. Akasema mtakuwa mkikaa kwenye tenti ndio msaidi yako. Hao ndio IDP wa kwanza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na walikaa kwenye tenti na walikuwa wanafurahia na wanakaa vizuri and they were comfortable. Nabii ni Mungu alimtuma. Yeremia alitumwa na Mungu, akaambiwa nenda uzungumzie nyumba ya Rekabu. Lakini kwa sababu wako kwenye kifungo cha guka, hawakutambua unabii, hawakutambua Mungu, kwa sababu wako kwenye kifungo. Kwa hivyo hawakuona hata kidogo, na hawakuwa na uwezo wa kuona huyu ni nabii ametumwa. Kwa wakati mwingi unakuta watu kama hao wamekuwa wanaishi na kukaa kwenye laana, kwa sababu wanatii maneno ya wazazi ama maneno ya binadamu kuliko Mungu ambaye ametumana. Kwa sababu nini? Unaweza kuwa unapitia hali ngumu na hiyo hali hauijui. Ni kwa nini unaipitia? Kwa sababu ilifanyika miaka 100 iliyopita. Ni nyanya wanyanya alifanya hivyo. Na sasa wewe unatembelea na hauna mtu wa kukwambia what is happening to you. Ili happen kwa nyanya wanyanya. Kwa hivyo hapa ndio unahitaji Mungu atume nabii akuja akwambie kile kilikufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kwa sababu Mungu peke yake ndiye anajua. Mungu ndiye alijua hawa watu walipika hiyo muratina yao wakakula, wakati walikula macho ikafukuka, badala ya kuona huyu ni dada yangu akaona mpezi. Hallelujah. So hapo ndio vita yao ilianza. Hapo ndio maneno yao yaliharibikia. But there was nobody to tell them. There was nobody to help them know this is the reason we are suffering. There was nobody to tell them to know that this is the cause of our problem. So most of us hapa, with the cause of a problem, it is about 200 years ago, 100 years ago, 50 years ago. Nobody is there to tell you hivi ni maneno haya ndiyo alinenwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. So once you know, once umesik, umejua, that is not again, that's not a prayer. It is investigation. Unafanya uchunguzi, kujielewa. Ukijielewa hapo sasa ndio unaenda step number 3. Na step number 3 ndio knocking. Ukijua ni madhabahu gani inaongea kwenu, ni mlango gani, madhabahu ambayo inaongea kwenu ni mlango gani, hapo ndio unaenda knocking. Hallelujah. Thou knocking, hapo ndio unaenda na dhabihu, kwa sababu umejua hii ndio imeharibu nyumba yetu, hii ndio imetuangamiza, hii ndio inaletanga kansa kwetu, hii ndio inaletanga kisukari kwetu, hii ndio inaletanga shida ambayo tumekuwa nayo
from one day, from one year to another year, there's somebody unakutanga familia wako tayari wanajua mwezi wa Agosti lazima tusike mtu. Unakuta familia wako tayari mtu, yani in the family, matata, maankos, mashosho, unakuta kwenye familia wanajua mwezi wa 8 kuna kufanga mtu. Sasa unakuta mtu ako tayari, hajui kama maombi ile nafanya, wanaanzaga June, July maombi ya kwenda Katoroni na kwenda Heaven's Gate kuomba. Baba, ninakuomba, ninajua kwetu kuna kufagwa, lakini si mimi. I refuse in the mighty name of Jesus Christ. Na akirefuse, akikuja na hiyo gari accident, anaenda kiedaka. Bwana Yesu siwe sana, kwa sababu wamejua wewe ndio unakataa kufuata laini, kuja tuendage na wewe. Bwana Yesu siwe sana. So these things will happen, and after kujua ndio unabisha mlango. That is when Jesus said knock and the door will open. Now knocking, kubisha, hauendi mikono mitupu, hauendi na maombi mingi na sarakasi zile za kidini. Unainua, unajua madhabahu ambayo inazungumza kwetu ni hii. Na ukiweza kujua madhabahu ambayo inazungumza kwetu ni hii, basi unainua sadaka ya madhabahu, ya sacrifice. Unainua sacrifice, dhabihu ya kupeleka kwenye madhabahu ya Mungu, sio mahali popote. When God is blessing you, it is just not anywhere. It must be a position where God has anointed. It must be a place where God amesema hapa ndipo mtakuwa mkikuja kunitafuta. Ukiangalia watumishi wake wote, Isaka, Jakobo, Abrahamu, Musa, walikuwa na maeneo maalum ambao walikutana na Mungu. Haleluya. Maeneo hayo ni Mungu amekuwa ameyatenga kwa ajili ya kuvunja madhabahu. Na kwa hivyo si wachungaji wote wana uwezo wa kufanya hivyo. Si manabii wote wana uwezo wa kufanya hivyo, kwa sababu ni kuteuliwa. Na ambaye ana uwezo wa kuvunja madhabahu ni lazima akuwe kuhani mkuu. Kuhani anaitwa high priest. High priest ni tofauti na pastor. High priest ni tofauti na muinjilisti. High priest ni tofauti na prophet. Yes, nielewe vizuri. Unaweza kuwa wewe ni pastor but you're not a high priest. You are not allowed. Haukubalishwi kufanya. Ndio unakuta unaweza kuenda kwa nyumba ya Mungu, huyo pastor ana neno mzuri sana, mafundisho ni mazuri, neno lake la kiunabii ni nzuri, lakini unakuta watu wake wote pia yeye amefungwa. Umaskini unatembea kwa hiyo nyumba ya Mungu mpaka unashidwa. Sadaka, unakuta watu, kanisa iko na watu 500 na sadaka ni shilingi 1200. Na hiyo 1200 ikitolewa, wote unakuta kanisa mzima imepaga laini ikigojea hiyo sadaka ndio wapate fare ya kurudi nyumbani. Haleluya. Na wewe ni mchungaji ambaye anafaa kukutoa kwenye umaskini. Ni mchungaji ambaye ako na anointing ya kukutoa kwenye umaskini. Kwa hivyo hapo automatically unajua pia yeye ako kwenye kifungo. Lakini high priest ako katika kitabu cha Wahibrania 5, amechaguliwa kutoka kwa watu kwa makusudi ya kazi za Mungu. Haleluya. Kwa hivyo ni representative, yeye mwenyewe ni chombo kilichotolewa na Mungu kwa watu, ndio afanye kazi ya Mungu kwa watu. Kuna viwango. Wacha niwapatie mfano mzuri kwa sababu naona mmechanganyikiwa zaidi. Tuende Nairobi University, pale madaktari wanasomeshwa. Ukienda kwenye faculty ya medicine, hapo ndio unakuta kuna madaktari wote wanafundishwa kwenye faculty ya medicine. Hapo kwenye hiyo faculty ya medicine ndio unapata mtu mmoja anatoka akiwa mtu wa kutibu meno. Mtu mwingine anatoka huko akiwa mtu wa kutibu mifupa. Mtu mwingine anatoka huko akiwa mtu wa kutibu nini? Wa kutibu mgongo. Hapo ndio wanatoka, wengine wanaitagwa gynecologist. Anatoka wapi? Anatokanga kwenye hiyo darasa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wewe ukiingia huko umeingia, lakini unaenda specifically unasema mimi nasomea hii. Kwa sababu the calling ulio nayo ni hii, mwito ulio ndani yako ndio huu. Kwa hivyo katika kuvunja madhabahu ama kuharibu madhabahu ya kishetani ambayo yamekuwa katika nyumba yenu, ni mtu ambaye ameteuliwa kwa minajili ya kuvunja madhabahu. Kuna huyu jamaa alikuwa hapa Uganda juzi, mliona kwa social media. Alienda kung'oa mapepo na akang'oa na akapigana kabisa na akafaulu na akakula ugali. Alipokula ugali, kagari kake, kwa sababu kuna jua huko, kagari kake alikaeka chini ya mti, kule kuna kivuli. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokuja amebeba sadaka yake na amemaliza kazi. Sasa alipotoka tu akateremka kwenda kwa gari, akafungua kagari. Alipofungua gari akakaa mzuri, ndiye aweke sadaka yake mzuri, kimuti
ikaanguka ikamulalia na gari yake akafa mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu ya nini? Hakuwa na ruhusa ya kufanya kazi aliyoifanya, kwa sababu mapepo ukia silence hayafai kurudi tena, lazima yaende. Na kama mapepo ni yale ya recurring, nina uwezo wa kukupeleka hatua, kwa sababu deliverance sio once off. Deliverance ama ukombozi sio kitu utakuja nikwambie pepo toka enda. Lazima tuende moja kwa moja, tujielewe, tuchimbe na tuchimbue, tuelewe wewe umetoka kwenye familia gani, ni nini kinakufuata, ni kwa nini kuna magonjwa haya, ni kwa nini umaskini huu, ni kwa nini this is happening in your life. That is what we call deliverance, to make you know yourself. Ukijielewa utajua unapigana na madhabahu gani. Ukijielewa utajua unapigana na mizimu gani. Ukijielewa utajua unapigana na akina nani, kwa sababu wewe unaweza ng'ang'ana ukifikiria huyu ndio amekoroga, kumbe huyu mama mlitoka naye ndiye mrogi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni mrogi, amebeba uchawi na hajui amebeba uchawi. Unaweza kupata mke, unaolewa, unaoa mke, lakini kumbe mke amebeba madhabahu ya kishetani na hajui. Doe hajui, ni Mkristo, hata ni intercessor kanisani, lakini yeye ni mchawi. Na anapoenda kule ku intercede, hiyo roho ya kiuchawi, unajua roho ya kiuchawi na ya Kristo ni roho. Roho ni roho, na zikiingia kwenye platform kama hii zinainuka. Ndio unapatanga wachungaji ambao ni waganga ndani yao, wakikuja hapa wanafanyanga vituko vya miujiza, lakini ukiangalia miujiza yao ni ya kishetani. Kishetani questionable. Haleluya, haleluya. Kwa hivyo kujijua na kujua uko kwenye hali gani na kujua hali yako na falsafa zako, basi itakusaidia kujikomboa na kujinasua. Utajisaidia kunini, utajua ni nini ilikufunga. Maana mlango unaweza kuufunga wewe. Ulikatazwa kuolewa na mwanaume fulani, na kwa sababu kilikuwa kitoro and handsome ukakishikilia, na kilikuwa kinaendesha Range Rover ukajishikilia, na kilikuwa kina nyumba ukajishikilia. Basi shida zako zinaanza hapo. Mtakuwa mko na raha, mnakula mayai, mnakula masoseji, mnafanya shopping nzuri, lakini ndani yenu umaskini uko ndani ya moyo wenu. Haleluya. Tumejua umebisha. Ulipobisha, knock and the door will be open. You don't just go kubisha, you must raise a sacrifice to break that which umesoma, umeelewa. Seeking, ulielewa. Kwa hivyo ukienda kuvunja madhabahu unaelewa ni nini unavunja. Usiwahi kuenda kuvunjua madhabahu na haujui ni nini. Usiwahi toa sadaka ya kuvunja madhabahu na hauelewi unavunja nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana unaweza kung'ang'ana kuvunja kitu ambacho vita viko Nakuru na unang'ang'ania Nyeri. Kuna mzee mmoja tulienda juzi tu, nilienda kuvunja madhabahu kwao ya majini. Mzee alienda akachukua majini mzee, na huko wanasemekana ukienda ukichukua mapepo ya majini, kama ukienda ukiwa baba utapatiwa majini ya kike. Haleluya. Na ukiwa mke unapatiwa majini ya nini? Ukiwa wewe ni mume utapatiwa majini ya kike, na kama wewe ni mke umeenda kuyachukua utapatiwa ya kiume. Kwa hivyo majini haya yanapokuja, yanapokosa kufanya kazi yao, yatalala na wewe. Sasa huyu mama ambaye alitumwa na mzee akachukue, alipatiwa ya kiume. Haleluya. Na imekuwa miaka kama 7 huyu mama halali na bwana yake, lakini analala na majini na anafurahia, kwa sababu anasikia ni vizuri. Anasikia ati kila wakati wa lunch alikuwa anapika kauji, anaweka kwenye bakuli, kuna mahali alikuwa anawaekea. Anapowaekea pale wanakuja wanakunywa, kisha wanaenda wanalala na yeye na anafurahia. Hadi wakati ilifika walipoanza kumchapa, kwa sababu pia kuna sadaka inaambatanishwa na mambo kama hayo. Kuna sadaka ile waliambiwa wao wakitoa. Kuna vitu ambavyo walikuwa wanaitishwa kila mara, you have to renew the altar. Hiyo ya kishetani, hayo madhabahu ya kishetani lazima uyarenew, uwatolee sadaka ndio yafufuke tena, yaendelee kuwa na nguvu. Sasa ilifika wakati wamekosa kuwa na nguvu, wamekosa kuendelea kutoa ile sadaka, wakaanza kuchapwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaanza kunyoroshwa. Na waliponyoroshwa ndio siku hiyo waliita wachungaji wengi, wachungaji wakashindwa. Kuna mchungaji mmoja alienda huko, alitolewa mbio, alitoka huko bila nguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliingia kwa boutique
ya mama fulani hapo, akaenda kwambia nifunike tu, kwa sababu alikuwa uchi wa mnyama. Watu walipomuona na yeye, watu walitoroka kwa sababu ya kwenda kuchokoza kitu ambacho hauwezani nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa mchungaji, jitayarishe. Vita vya kimadhabahu si tu vita tudogo tudogo, na mnapokuwa kwenye vita vya madhabahu ama vitu kama hivyo, kuna mambo mingi unaweza kuambiwa ambao hautaweza kuyaelewa, lakini tu ndio hapo nasikia Biblia ikisema, Jehoshaphat akiambia watu pia muwaheshimu manabii wenu ndio muweze kunawili. Haleluya. Because they have your word and they have a word that you don't know. They have something they are seeing and they're not seeing. Pia ni nini inasababisha mambo haya yote yakafanyika? Kile kinachosababisha maneno hayo yote tumezungumza yafanyike ni mambo matatu. Jambo la kwanza ambalo husababisha vitu kama hizo vikaweza kufanyika ni maneno yaliyozungumzwa. Haleluya. Kuna huyu mtu anaitwa Joshua, wakati walivunja ukuta wa Jericho na wakamaliza kuuvunja, na waliivunja kwa maombi, kisha alisema ya kwamba kusipatikane mtu mwingine atakaye jaribu kujenga ukuta huu tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha akasema atakaye jaribu kujenga, mtoto wake wa kwanza na atakufa, na wakati wa kumaliza mtoto wake wa pili na atakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto wake wa mwisho atakufa. Baadaye miaka mingi, kwa sababu kuna watu walisikia hawakufuatilia, hawakufanya kwa sababu walisikia nabii amesema na wakatii maneno ya nabii. Lakini vile miaka ilienda, walienda wakisahau. 613 years later kukatokea mfalme mmoja mjeuri na akasema tutajenga. Haleluya. Na wakaanza kujenga ukuta wa Jericho tena. The day alianza kujenga, mtoto wake wa kiume wa kwanza akafariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na walipomaliza tu kujenga ukuta ule, mtoto wake wa mwisho akaaga dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya nini? Ya maneno ambayo yalisemwa na nabii Joshua. Kwa hivyo maneno yanayosemwa na mtu aliye na nguvu, awe ni mchawi, awe ni mganga, lakini ako na nguvu, yako hai na yatafanya kazi. Itaingoja tu mpaka wakati mtakapoenda kinyume. Kuna mahali Yesu alienda akamuombea kipofu. Alipomwombea kipofu akamuuliza kama unaona. Kipofu akamwambia sioni. Ni Naboth akamwambia sioni. Akamwombea mara ya pili akamwambia sioni. Akamwombea mara ya tatu akamwambia sioni. Basi Yesu akajua shida si huyu mzee, shida ni mahali tuko, the geographical area. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile eneo huko mnaombea, hiyo eneo ndio iko na shida. Kisha Yesu akamtoa kwenye eneo hile akampeleka nje ya hiyo eneo. Alipompeleka kule akamuuliza unaona? Macho yakafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. So eneo ambayo unakaa, the place you live, iwe ni Kayole, iwe ni Soweto, iwe ni Nairobi, iwe ni Mombasa, iwe ni na huko Kirinyaga, kuna maneno yanaitanishwa na jina ya huko. Sasa hivyo ni vizuri kuelewa hiyo jina ambayo iko huko imebeba kifungo gani. Kama ukienda huko Kirinyaga ukute kuna mahali kunaitwa Kiagoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiagoma. Kiagoma ni kusema kijiji ya shetani. Na umeenda umeestablish huko, unafungua duka. Alafu unasema utafungua mpaka kanisa. Ukienda huko makanisa yanakuwa ni vita. Watu ndio huko nasikiaga watu wanatoananga mbio. Mauaji mingi ile unasikiaga vijana wameua hawa, Mogiki wameua, nini wameua, kuna walikuwa wanajiita sijui Hegi, sijui nini. Ni hiyo kijiji. Kwa sababu ni ya nini? Ni ya Kiagoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la mji linakuanga na limitation. Jina la familia kwenu kule baba yenu unaitagwa kwa bale ya ngania ama kwa bale ya kina fulani. Kuna mambo na kuna madhabahu ya kifamilia ambayo yanasababisha watu waendelee ama wakose kuendelea. Kama kwenu baba yako alikuwa mganga, hiyo kilani yote itakuwa inaoperate under the curse ya uganga, itakuwa kioperate kwenye misingi ya kiuganga. Ndio unaonanga watu wengi wamekuja Nairobi, badala ya waendelee wanarudishwa. Walikuja wakiwa passenger, wanarudi wakiwa cargo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anarudishwa nyumbani akiwa mzigo. Hata watu wanashindwa huyu jamaa, na kwa sababu mji umekukataa.
Haleluya. Na mji ukikukataa ni kwa sababu wazee wa mji ndio wamekukataa. Kwa hivyo ukienda mahali popote lazima uvunje madhabahu ya mji huo ambao umeingia. You have to destroy. Na kuna namna mbili ambayo Mungu hutumia kuvunja madhabahu ya kule huko. Namna ya kwanza, Mungu anakuondosha katika eneo ulio, anakutuma mbali. Alimwambia Abrahamu, uamke utoke katika comfort zone ya baba yako uende mpaka mahali nitakupeleka ukabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu namna ya pili ya kuondolewa kwenye madhabahu hayo ni ya Gideon. Maana Mungu alimfunulia Gideon na akamwambia, sio kutoka unatoka, wewe utabomoa hii hapa ya baba yako. Kwa hivyo kuna njia mbili za kuondoka kwenye madhabahu: kubomoa na ukae hapo, lakini ni Mungu akupatie direction, ama kuhama. Ukiona kumechacha sana, kuna ndoa unaweza toka tu utoroke na uende kabisa. Kuna kazi, kuna maeneo umeweka biashara, unahama. Kuna mahali lazima uhame ndio upate kubarikiwa, kwa maana hapo ulipo miungu ya huko hauwezani nayo. Kwa hivyo itabidi utoroke ndio uende mbali, uanze kupigana nayo ukiwa mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo lazima ujihadhari na ujue pale huko kama utawezana na madhabahu ya hapo, ama utawezana ni kutoroka uende ukapiganie mbali. Na kama Mungu amekuambia pigania hapo, atakwambia ni sadaka aina gani utatoa. Gideoni aliambiwa atoe sadaka ya ndume wawili ambao ni wa miaka 7. Ndume wawili kwa nini? Ndume wawili ni ina ishara ile namba ya Mungu ya siku ya pili. Alifanya nini Mungu? Alitenganisha mchana na usiku. Kwa hivyo kulikuwa kuna utenganisho kati ya Gideon na baba yake. Maana watu wote walifikiria ni Mungu amewakataa, Mungu hawapendi. Walifikiria wanateseka kwa sababu Mungu hawapendi. Lakini walikuja kuambiwa ya kwamba baba ya Gideon ndio alikuwa cause ya shida ambazo walikuwa wakipitia. Baba yako anaweza kuwa a very strong, powerful stronghold. Mateso ambayo unayapitia ni baba yako. Mateso ambayo unayapitia ni mama yako. Mateso ambayo unayapitia ni wakuu wa area, ni wazee ambao ndio wana control area yenu. Kwa hivyo kuna wao ambao hauwezi ukajinasua, ni kutoroka, unatoroka unaenda kuvunja. Na kuna yale unakaa hapo unang'ang'ana mpaka unaangusha. Kwa hivyo that is why you go seeking to understand how many years imekaa madhabahu haya yako hapa kwa miaka mingapi. Kwa sababu kuna madhabahu yanakutesa sasa na yako kwenye familia miaka 500. Bwana Yesu asifiwe sana. Yako kwenye familia miaka 200 na wewe uko na 30 years na unasema unaenda kubomoa kitu kama hiyo. Haiwezekani. Utadharuliwa tu. The only way to out of the situation you are in is to understand why you are going through what you are going through. Ni kwa nini mambo ambayo unayapitia, ni kwa nini unayapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno lolote ambalo limenenwa, liwe ni la mzazi, linenwe kinyume kwako katika ndoa, katika maisha yako ya kimsingi, iwe ni mume wako anene kinyume, ama iwe ni mkuu wako anene kinyume, maneno yoyote ya kinyume, hayo maneno yako na nguvu. Na hayo maneno itahitaji mtu aliye na nguvu zaidi kuliko yule aliyenena. That is why we go seeking kujua nani aliyenena, alikuwa nani? Aliyeleta majini kwetu alikuwa nani? Aliyeleta waganga kwetu alikuwa nani? Kama madhabahu na ukiona hauwezani na hii, ondokea. Don't fight it. Leave it. Usichokoze, maana itakumaliza. Inajua ulikuwa unataka kuitoa. Kwa hivyo kama you are not ready, na kukuwa ready lazima ukue ready katika moyo wako. Sio lazima uwe umebeba ati lazima ukue na sadaka ya kutoa pesa. Hapana. Nani alikwambia pesa ndio ilikuwa inatolewa? Haleluya. Biblia tumeona Abrahamu alitoa nini? Mtoto akageuka ikakuwa kondoo. Job wakati watoto wa Alifazo walitoa ng'ombe 7, mbuzi 7. Musa alitoa kondoo. Yakobo alitoa kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu tuko kwenye enzi ya pesa ndio unaona unatoa. Na kuna wengine ule mama alitoa 30 cents. Kinachoangaliwa si ukubwa kile unatoa. Kinachoangaliwa ni nia yako. Nia gani uko nayo? Misingi ambayo tunajichukulia ama vitu ambavyo tunaficha ndani yetu. Angalia kama wakati ni Rachel ama ni Rebeka? Ni Rachel. Rachel wakati Jacob alitoka, waling'oa miungu ya Laban.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakatoroka nayo. Sasa Labani alipokuja kufuata Yakobo kumuuliza, Yakobo alikuwa hakika anajua hajabeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akamwambia Labani, mimi sijabeba na hakuna mtu amebeba. Lakini Rachel alikuwa amefanya nini? Amebeba. Na Jacob aliambia Labani, ikia huko uliza watu, mimi sijui. Kumbe naye mama Rachel alikuwa amekaa na amekalia yale madhabahu kwenye kanyungu. Kisha Labani alipokuja kumwambia, alimwambia nini? Alimwambia, siwezi kuamka dadi, kwa sababu niko katika ile hali yetu, ile hali ya wamama. Sasa kumbe ameficha ile miungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akaenda naye. Labani alisema ni anaye atakayechukua ama aliyechukua na afe. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipoondoka wakaenda, akadhibitisha hakuna mtu amebeba. Siku ngapi ilipita? Siku chache sana, Rachel akafariki. Kwa nini? Kwa sababu alibeba ile miungu, na maneno yaliyoachiliwa ni kwamba na afe. Kwa hivyo haijalishi kama ni mganga anasema ama ni pastor anasema ama ni baba yako anasema, maneno yakiwa ya mtu ambaye ni mkubwa kukuliko yatoke ni ya laana. Kama ametoa in the njia positive, it's a blessing. That is why you are told, mnabii akitumwa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama hivi muko hapa kwangu, mimi ni nabii wako, uniheshimu. Kwa sababu si mimi, I'm not the one. Whatever I do, it is not that I have the power. I don't have the power. Whatever I do inashukanga wakati huo. Mimi ni tu magnet ni conveyancing belt ya kufikisha hilo neno kwako. Na nikilifikisha, uniulize baadaye, ile kitu uliniambia, nitakuuliza nikumbusha nilikuambiaje. Kwa sababu mimi nataka kukumbuka, kwa sababu wakati Mungu alikuwa ananitumia sikuangi mimi. I'm a different thing altogether. Roho wa Bwana akishuka hapa na aanze kunitumia, I cease from being the human being. Ninatumika kama robot. Kwa hivyo wakati huo ninanena whatever I'm saying, you should be very careful and na maneno yote yatakayonena uyatilie maanani. Maana yanaweza kukumaliza ama yanaweza kuwa baraka kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why we are suffering, because uliambiwa maneno na ukapuuza. Na kwa sababu yule aliyenena ulimchukulia hivi kimzahamzaha. Ulisema ni kale kapasta. Na kale kapasta kanakuaga na kiatu imekaa hivi. Na kumbe Mungu alikatumia wakati unatolewa wewe, Mungu anaingia ndani yako, anakuwa anatumia kinywa chako kunena. Kwa hivyo unapokosa kumtii yule nabii, basi inakusababishia shida katika maisha yako. Ndio wengi wetu nakuta tuko kanisani tumeokoka, lakini kuna hitilafu ilifanyika. Kuna siku ulikosa kusikia ile sauti ya Mungu, na ndio imekukosti mpaka sasa.